Naitwa MC Regan Dosi wa MIC kama kama dawa tunazaragaza, na leo bwana nakukipisha master tokea mtamu na kutoka. Nikubadilisha kwamba mimi napiga raundi zangu mtaani, na leo na mmoja wapo wasanii ambao naamini kwamba kwa vizuri zaidi katika uandishi, katika vocal, wasanii ambao wafanya vizuri zaidi tokea mkoa Magharibi. Naamini kwamba ni mmoja wapo wasanii ambao wanakubalika zaidi katika masoko ya kimataifa, na ndoto kwamba ipo siku sanaa mkoa Magharibi itakujiheshimishwa kwa makaunti zingine. Ukiangalia Mombasa inaheshimishwa, Kilifi, Nairobi, pande za Kisumu, lakini ukija Bungoma, Kakamega, Viga bado hajiheshimishwa. So mimi nimeanza kuwapea maua baadhi ya mastaa ambao wanakuja kwenye game, kuwapea maua, na leo anampea kamanda fulani, mzee baba fulani, brother fulani maua yake. Mzee baba anakwenda kwa jina Cupid. Mambo vipi brother? I say hatari sana, hatari sana I say, au sio bwana? Long time sana brother bana. Jo, kazi vipi? Kazi tunapiga, tunasukuma, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Allah. Kizazi sana. Hebu kwanza piga vocal, piga kapela, piga kapela juu nimepiga fulani ya kizazi sana I say, au sio bwana? Mie kibinda nkoi niko porini ukuja mvini na winda shori au jana moto upoi anikolezeshe yamini mote mananga, au sio bwana? Nipejiane sasa. Muziki umeanza lini na labda kilichokuinspire kuingia kwenye game? Officially muziki nimeanza 2020. 2020 ndo nimeanza muziki, na kilicho ni inspire kuingia kwenye game ni kwamba muziki uko ndani yangu. Napenda muziki, na siku zote wanasema kwamba kilicho ndani yako Mungu kakiweka uwezi ukakikwepa. Kwa hiyo nikaanza kupiga muziki hivyo hivyo na nikafika hapa nilipo. Changamoto I say, naamini kwamba wengi wasanii wanapoingia kwenye game wanakuwa na rejection sana, unapata kwamba si wasanii wote wanakubalika. Ukiingia kwenye game mara ya kwanza, mazingira yalikuwaje, ama jamii ilikupokea vipi, ama wafuasi wa muziki wako wamekupokea vipi, hususan unapotoka, ulikozaliwa na kaunti unapotoka? Siku zote wanasema kwamba nabii hana heshima kwa wasio. Kwa hiyo nilipoanza eti mara ya kwanza naanza muziki, kiukweli nilikaziwa sana. Sio na familia, sio na watu wa karibu. Ujue mimi ninakotoka, ukipiga muziki wanasema kwamba umeanza ugaidi, sijui nini, sijui unanielewa. Upo Illuminati, unahusishwa na ibilisi, watu wataanza kufa, au sio bwana? Kwa hiyo ilinipa changamoto, lakini siku give up, nikazidi kwenda, mwisho siku wakakubali. Walipoanza kudiona kwenye TV, wanasikiza kwenye redio, wakasema ya. So far umewazalisha watoto wangapi katika game? Kuna vijana zaidi ya 6 na wengine wengi ambao na inspire na sijui. Nazungumzia muziki ni watoto wako, umewazalisha wangapi? Una ngoma ngapi? Hujanyosha bwana. Hujanyosha bwana. Umewapachika wangapi, ama umewazalisha watoto wangapi? Naamini kwamba katika muziki ni kama mtoto wako. Una watoto wangapi, na kati ya watoto ni yupi unampenda? Ama ni ngoma gani unaipenda? Napenda nyimbo zangu zote, na nyimbo zaidi ya zilizotoka ni nyimbo zaidi ya 4. Nyimbo zaidi ya 4 officially ambazo zinatoka, na kuna nyimbo zaidi ya 10 ambazo zipo bado studio. Na angalia mazingira nini siku gani niziachie. Kwa hiyo mashabiki mkae mkawakula, nyimbo zipo, au sio bwana? Kabisa. Labda kuna mipangilio za kuachia EP ama album I say? Sasa mashabiki zangu ndio wataamua. Akinisupport sana, nikiona kwamba na mashabiki wengi nawaachilia album. Nikiona mashabiki ni wengi pia nawaachia EP. Lakini nikiona bado tuna struggle, sio bwana? Tuna struggle kupatana kwa ajili ya changamoto ya hela nini, nitakuwa naachia single. Tuje katika labda masuala na sanaa na AI. Unachukulia vipi? Kuna AI and art, ama akili bandia na muziki.
Wasanii mnaipokelea vipi? Unapata kwamba sasa wengi wa watu wanatumia AI. Unapata AI imerahisisha mambo mengi, na kuna baadhi ya wasanii ambao wanasema kwamba AI imekuja kuharibu. AI inakupengezea vocal, inakupengezea flow na ipe idea tu. Wewe kama msanii labda kauli yako. Do you believe in AI ama wewe ni mtu ambaye unapinga ama unaunga masuala na teknolojia hususan katika AI? Kwanza kabisa AI ina uzuri wake na ubaya wake. Nitaanza na uzuri. Uzuri wake ni kwamba inarahisisha mambo mengi. Kwa mfano, nimeona baadhi ya wasanii wakubwa badala ya kuumiza kichwa kufikiria nini anaipa idea tu, inaandika wimbo, inaweka vocal mpaka beat, yani wimbo unakuwa complete. Afu baada ya hapo anausikiza ule wimbo, akishaushika ndo anakwenda studio anaufanya tena yeye kwa vocal zake. Kwa hiyo hapo inarahisisha, na pia inazuia ubunifu, kile kipaji asili kinakuwa kinapotea. Naam. So far so good. Labda naamini kwamba Western tumekuwa na changamoto za wasanii kutoshirikiana. Do you think mbona wasanii wengi labda tokea mkoa magharibi ama tokea tuseme Bungoma, Viga, hususan tuzungumzie Bungoma, mbona mshirikiani ama mbona mnaishi katika mabifa ama mbona mpendani ama kwa nini hamsapotiani? Ushirikiano haupo kabisa unapoangalia Qprite na yule hawapo pamoja. Kwanza hapo Western sisi wasanii tunaishi kikike. Una maana gani? Yaani kwamba ndo mwenzako akusaidie au akuone una thamani, kwanza anaangalia una nini. Kimfuko, yani unafanya kazi gani, una nini, yani kile ndo mtu anakusaidia. Akishagundua una kitu fulani ndo anakuwa anakusaidia. Akiona kama wewe ni kabwela una struggle nini, hawezi kukusaidia hata ufanyeje. Kwa hiyo ndo changamoto tunayopitia huku Western. Umejifunza nini kwa muziki? Ama sanaa imekufunza nini? Nimejifunza vitu vingi vizuri na vibaya. So moja wapo kitu kizuri na kitu kimoja ambacho labda kimekishawahi kutokea kishaikuumiza. Wacha nianze na kizuri. Kizuri ni kwamba imenifunza kuishi na watu vizuri. Imenifunza kwamba muziki ni kazi kama kazi zingine, unaweza ukafanya na ukalipwa na ukaendesha maisha yako vizuri. Kibaya, bila pesa utoboi. Bila pesa utoboi. Tuje kwa chungu tamu katika maisha. Naam. Ama kwenye mahusiano. Chungu tamu na ina maana kwamba kuna muda umeumizwa, kuna muda umefurahishwa. Nipe experience yako katika chungu tamu katika kwenye mahusiano. Sijua katika mahusiano kuna chungu tamu. Cha uchungu na cha utamu katika mahusiano. Ngoja bwana, kutoka Januari. Cha utamu ni kupendwa, cha uchungu ni kutendwa. Ushaitendwa? Mara mengi. Nipe hadithi moja wapo kitu ambacho hujai kisahau katika mahusiano. Nikianza saa hizi kuhadithia. Utalia. Tutalia mpaka jioni ndugu yangu. Mwaka ndio unakimbia. Tupo mwezi wa 3 ingia mwezi wa 4 chini ya siku 2 zijazo. Labda mashabiki zako watarajia kipi kutoka kwa Qprite? Kama nilivyosema mwanzo, magoma ni mengi. Magoma ni mengi na nakwenda kuyaachia. Kwa mwezi nitakuwa naachia ngoma kama ngapi? Kila mwezi ngoma 3. Mimi nitakuwa nafuatilia, nitakuwa nasaisha tu. Au sio bwana? Mimi nitakuwa nasaisha na kuweka sawa. Kwa hiyo wakae mkawa. Mashabiki tumeidiwa kwamba kila mwezi anachia nyimbo 3 kuanzia mwezi ujao. Majiwi 3 mwezi wa 4. You are parting shot ama kitu ambacho labda ungependa mashabiki wakijua kama iko chini. Wanijue tu ndivyo. Vile ambavyo wanavijua kunihusu, waendelee kunijua hivyo hivyo. Maana unaweza ukapata unaongezea kitu na ukamtoa shabiki fulani kwenye red. Nijue hivyo hivyo. Kwa social media handle Qprite 1, Qprite official TikTok, Qprite hatari. Fanya hivi brother. Naam, Tondoke. Umeweza sasa.